Bwana Yesu asifiwe. Yes, ninapenda kukukaribisha tena katika siku ya leo, ndugu msikilizaji na mtazamaji unayetufuatilia katika mfululizo wa vipindi vyetu ambavyo tumekuwa navyo, na ni nafasi ya pekee sana kukushukuru kwa vile bado unaendelea kutenga muda wako, bado unaendelea kutumia MB zako katika kumtafuta Mungu. Mungu azidi kukubariki popote pale ulipo, akuzidishie pale panapopungua, maana unafanya jambo lilo jema, unafanya kazi lilo njema katika kupigania roho yako unapoutafuta uzima wa milele. Utakumbuka wiki iliyopita tulijifunza habari ya ukweli kuhusu siku ya ibada, na tukaona tu wazi ya kwamba siku ya ibada ambayo Mungu ameiweka rasmi kwa ajili ya ibada ni Jumamosi, yani Sabato. Tukaona kwamba siku nyingine zote hizo ni kweli tutafanya ibada, lakini tutafanya ibada na kazi, lakini siku ya Sabato Mungu aliiweka kwa makusudi ya ibada peke yake, na anasema zile siku 6 ni za kwetu, lakini ile siku ya 7 ni ya Bwana, ni Sabato ya Bwana Mungu wako, kusoma katika Kutoka 28 mpaka 11. Kwa hiyo tulijifunza katika wiki iliyopita, na nikasema ya kwamba wiki hii tutajifunza tuone aliyebadili kutoka Sabato kwenda Jumapili kama siku rasmi ya ibada. Lakini kwa bahati nzuri, wakati ninakaa na kufikiri, nikaona hapana, niunganishe na somo lingine, kwa maana pia nalo hili limekuwa ni changamoto na limebadilishwa vile. Ni tofauti na vile ambavyo Mungu amesema, watu wanafanya tofauti na wanafundisha tofauti, kwa sababu aliyebadilisha Sabato ndio huyo aliyebadilisha pia na kitu hichi ambacho tunataka kujifunza siku ya leo. Kwa hiyo nikaona ni bora tujifunze hiki siku ya leo, na siku nyingine wiki linalokuja sasa ndio tutakapojua ni nani aliyebadilisha Sabato na hiki ambacho tutaenda kujifunza siku ya leo. Somo la leo au siku ya leo linasema ukweli kuhusu sheria ya Mungu. Na kabla ya yote, ninapenda nikukaribishe tufumbe macho tupate kuomba. Tunakushukuru rafiki yetu Yesu kwa upendo wako. Tunasema asante kwa kuwa umekuwa nasi siku zote za maisha yetu, na uko pamoja nasi pale tunapojifunza, maana unataka tujifunze tukujue wewe, maana unasema uzima wa milele ndio huwa kujua wewe Mungu wa kweli na Yesu Kristo uliyomtuma. Na wewe Yesu umefunuliwa katika maandiko yako, Mungu amefunuliwa katika maandiko yako, kwamba tutakaposoma maandiko yako, tutakapojifunza kuhusiana na ukweli huo, ndipo pale tutakapokuwa tunajihakikishia kupata uzima wa milele, kwa sababu tutafanya sawasawa na neno lako. Utusaidie, utushike mkono, katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini, amina. Yes, ukweli kuhusu sheria ya Mungu. Je, Mungu anazo sheria? Utakumbuka tu wazi ya kwamba hakuna serikali isiyokuwa na sheria. Sheria ziko pale kwa ajili ya kuiongoza serikali, kwa ajili ya kuongoza nchi husika. Sheria ni taratibu zinazowekwa mahali fulani ili kuongoza jamii husika. Hata hapa Tanzania ndio tunazo sheria zetu ambazo zimeandikwa katika constitution, katika katiba. Ukienda katika serikali mbalimbali au katika nchi mbalimbali, utakuta pia kuna hizo sheria, ambapo ukizivunja unahesabika kama mhalifu, ukizivunja unahesabika kama mkosaji. Je, Mungu anazo sheria zake au Mungu hana sheria? Tunaenda tu vile tunavyojisikia. Hebu tuangalie katika Biblia. Tuone, je, Biblia inasema nini kuhusiana na ukweli huu? Biblia inasema nini? Tunapoanza, hebu tusome Mathayo 19:16 mpaka 17. Mathayo 19:16 mpaka 17. Maandiko matakatifu yanasema, Mathayo 19 anasema Mathayo 19:16 mpaka 17 anasema, natazama mtu mmoja akamwendea akamwambia, Mwalimu, nitende jambo gani jema? Ili nipate uzima wa milele? Akamwambia, kwa nini kuniuliza habari ya wema? Aliye mwema ni mmoja, lakini ukitaka kuingia katika uzima zishike amri. Kwa hiyo Yesu mwenyewe anatambua ya kwamba kumbe zipo amri za Mungu. Na huyu kijana, mtu mashuhuri aliye tajiri, anamfuata Yesu,
akiwa na swali muhimu sana, swali ambalo kila mtu leo anaweza kawa anajiuliza na asipate majibu. Pengine anaweza kawa anajiuliza asipate majibu, lakini leo majibu yako wazi. Yesu anatoa majibu ya kwamba ukitaka kupata uzima, basi zishike amri. Kumbe ni wazi tu kwamba Mungu anazo amri zake. Mungu anazo amri zake. Mungu anazo amri zake. Leo tutataka kuangalia amri za Mungu kwa kina. Amri za Mungu kwa kina. Amri za Mungu kwa kina. Ndio. Hebu twende. Utakumbuka wiki iliyopita tulijifunza habari ya Sabato na tukaona katika Kutoka 16 Mungu anaitoa Sabato kwa wana wa Israeli kupitia kielelezo cha chakula, yani cha mana, kwamba wataokota katika siku 6, lakini siku ya 7 Mungu hatanyesha, maana siku hiyo ni Sabato. Lakini ukiendelea mbele, hiyo ilikuwa ni Kutoka 16, ukiendelea mbele Kutoka 19 na Kutoka 20, Mungu mwenyewe anashuka kwa taifa la Israeli. Akishashuka katika taifa la Israeli, Mungu mwenyewe anatangaza sheria zake. Anatangaza amri 10. Anatangaza sheria za maagizo ambazo zilihusu kafara na vile ambavyo watapatanishwa dhambi zao na Mungu. Lakini pia anatangaza habari za sheria zilizohusu utawala katika taifa la Israeli kama taifa. Maana utakumbuka kipindi hichi Waisraeli wametoka Misri, walikuwa wakiongozwa na Mungu mwenyewe. Utakumbuka walikuwa wakiongozwa na Mungu mwenyewe usiku kwa nguzo ya moto na mchana kwa nguzo ya wingu. Usiku iwape joto, mchana iwakinge na jua kali. Kwa Mungu mwenyewe ndiye aliyekuwa kiongozi wao. Mungu mwenyewe ndiye alikuwa mfalme wao akiwaongoza. Kwa wakati huu alitoa pia na sheria ambazo zilikuwa zikihusika kuliongoza taifa la Israeli kama taifa. Lakini pia akatoa sheria za maadili, yani moral laws, sheria za maadili ambazo ni amri 10 za Mungu. Lakini pia akatoa sheria za upatanisho, zote zinahusu utoaji wa kafara kwa ajili ya kupatanishwa wao na Mungu, yani ceremonial laws. Katika Kutoka 19, Kutoka 19 na Kutoka 20, na utakumbuka ya kwamba hizi sheria ambazo Mungu alizitoa katika hayo makundi matatu ambayo nimeyasema, yani sheria za maadili, sheria za kafara, yani ceremonial laws, na sheria za judicial ambazo zilikuwa zinahusu uongozi au utawala wa Israeli kama taifa. Ni vitu ambavyo watu wanavichanganya sana. Sheria za Mungu, zile amri 10 zilikuwa zinahusu maadili, hizo ni tofauti na zile sheria ambazo zilikuwa zikihusu makafara, yani ceremonial laws, zilikuwa zikihusu utawala, uongozi wa taifa. Na kwa mfano katika sheria ambazo zilikuwa zikihusu uongozi wa taifa la Israeli, Mungu aliwawekea wazi ya kwamba watakapovunja maagizo yake, basi bila shaka watauawa. Ndio watu wanasoma, wanakundua kwamba kuna watu walivunja Sabato wakapigwa mawe, kuna watu walifanya matukio fulani ya uzinifu wakapigwa mawe. Hizo zilikuwa ni sheria za judicial. Zilikuwa ni sheria ambazo zilikuwa zinaliongoza taifa la Israeli kama taifa, ambazo sisi leo huku hatuna. Maana sisi leo hii tuna wafalme wetu na tuna viongozi wetu na tuna sheria zetu za namna hiyo ambazo zinatuongoza sisi kama taifa. Japo kwa sababu ni Mungu mwenyewe ndiye aliyesema ya kwamba kwa sababu watafanya hivi, basi watakutana na adhabu ya kifo. Bado adhabu ya kifo iko pale kwa wadhambi, maana mshahara wa dhambi ni mauti. Na Yesu alisema katika Luka, ngoja tusome hili fungu katika Luka 12:47. Katika Luka 12:47 Yesu aliweka wazi hapo. 12:47 anasema, na mtumwa yule aliyejua mapenzi ya bwana wake asijiweke tayari wala kuyatenda mapenzi yake, atapigwa sana. Kwa hiyo kipo kipigo cha wadhambi wote. Wale ambao wataikataa neema ya Kristo, Biblia inasema hao watapigwa sana. Kwa ni sawa na vile ambavyo wana wa Israeli walijiwekea sheria na taratibu za kwamba kama watavunja maagizo ya Mungu, basi hao watapigwa. Na of course pia Mungu alikuwa anawapa neema, lakini walikuwa wakikiuka, wanafanya yale ambayo ni kinyume na mapenzi ya Mungu, walikuwa wakipigwa. Ndivyo ambavyo hata sisi pia kwa kukiuka maagizo ya Mungu tutapigwa. Lakini hatupigwi sasa hivi. Kwa nini? Kwa sababu tunazo taratibu na sheria zetu zinazotuongoza kama taifa husika. Hizo zilikuwa ni judicial laws, Na ceremonial laws zilihusika na makafara. Mungu aliwaambia watachinja wanyama kama ondoleo la dhambi,
Kuchinja huko wanyama kuliwakilisha nini? Kuliwakilisha kile ambacho Yesu Kristo anakuja kukifanya, na ndipo ondoleo la dhambi halisi litapatikana. Maana vile vilikuwa ni vielelezo tu, lakini sio kama vilikuwa vinaondoa dhambi. Kile ambacho Yesu Kristo alikuja kukifanya msalabani, alipokufa pale msalabani, hicho ndicho ambacho kiliondoa dhambi, na ndicho hicho kinachoondoa dhambi zetu mpaka hii leo. Lakini zipo sheria za maadili ambazo ni moral rules, sheria za maadili ambazo hizi ziko 10. Ni tofauti na sheria nyingine zote ambazo Mungu alizitoa. Tofauti na sheria nyingine zote ambazo Mungu alizitoa. Hebu leo tuangalie hizo sheria za maadili, yani moral laws, ambazo yule kijana alipomwendea Yesu akamwambia, mwalimu mwema, nifanye nini nipate kuurithi uzima wa milele? Yesu akamwambia zishike amri, zishike amri. Ndizo ambazo leo tunaenda kuziangalia ili tujipatie, ili tupate uzima wa milele, tupate uzima wa milele, tupate uzima wa milele. Kutoka 24 mstari wa 3, maandiko matakatifu yako wazi. Kutoka 24 mstari wa 3, kutoka 24 mstari wa 3, maandiko yako wazi hapa, anasema Musa akaenda akawaambia watu maneno yote ya Bwana na hukumu zake zote. Watu wote wakamjibu kwa sauti moja wakisema, maneno yote aliyonena Bwana tutayatenda. Kwa katika Kutoka 19 kutoka 20, Mungu anashuka, anawapa hizo sheria zote nilizozitaja katika makundi hayo, anawatajia. Akishawatajia, Musa anaposhuka kutoka mlimani, maana wakati Mungu anataja hizo sheria, Musa alikuwa yuko pamoja naye kule mlimani, na baada ya hapo Musa akashuka tena mlimani. Aliposhuka mlimani, Musa akarudia tena yale maagizo ya Mungu, akarudia tena yale maagizo ya Mungu. Na wakati huo utakumbuka zile sheria nyingine ambazo Mungu alizitaja, ukiacha na hizo sheria za maadili, yani amri 10 za Mungu, zile sheria nyingine zilizohusu makafara na judicial, zilizohusu utawala Israeli kama taifa, hizo Musa aliziandika yeye mwenyewe. Musa aliziandika. Hebu tuende tusome hili fungu. Tusome hilo fungu kutoka 24 4 anasemaje? Kutoka 24 anasema, basi Musa akaandika maneno yote ya Bwana, akaondoka asubuhi na mapema, akajenga madhabahu chini ya mlima na nguzo 12 na hesabu ya kabila 12 za Israeli. Kwa anasema yale maagizo mengine ambayo Mungu alikuwa amempatia Musa, eti hayo Musa aliandika, yani zile sheria za makafara na zile sheria zilizokuwa zinahusu uongozi wa Israeli kama taifa, hizo Musa aliziandika yeye mwenyewe. Lakini vipi kuhusu zile amri 10 za Mungu, sheria za maadili ambazo Yesu anamwambia yule mtu, ukitaka kurithi uzima wa milele basi zishike amri hizo? Nani aliyeziandika? Biblia iko wazi. Katika Kutoka 24:12 anasemaje? Bwana akamwambia Musa, njoo huku juu kwangu mlimani, uwe huku nami nitakupa mbao za mawe na ile sheria na hiyo amri niliyoandika, ili uwafundishe. Kumbe zile amri 10 za Mungu, ile sheria ya maadili, eti hiyo Mungu hakumwachia Musa aiandike, wala hakumwachia malaika waiandike. Akamwambia Musa aje mlimani, Mungu atampa mbao 2 za mawe, Mungu mwenyewe aiandike ile sheria yake. Kwa nini Mungu aiandike ile sheria yake? Kwa sababu alijua sheria ya maadili, ambayo ndio sheria inayoonyesha tabia ya Mungu. Hiyo ni takatifu kama vile Mungu alivyo mtakatifu. Kwa hakukuwa na kiumbe mwingine yoyote, sio malaika, sio mwanadamu, mwenye hadhi ya utakatifu sawa na Mungu, isipokuwa sheria yake. Hiyo sheria ilipaswa kuandikwa na Mungu yeye mwenyewe, Hebu twende tuangalie tena. Kutoka 25 mstari wa 8. Kutoka 25 mstari wa 8 anasemaje? Twende 24:12 anasema, sawa, hiyo tumesoma kwamba ataiandika mwenyewe sheria yake. Na kutoka 25 mstari wa 8 anasema, okay, nao wanifanyia patakatifu ili nipate kukaa kati yao, sawa sawa na haya yote nikuoneshayo, mfano wa maskani na mfano wa vyombo vyake vyote, ndivyo mtakavyovifanya. Mstari wa 8. Mstari wa 9, sawa sawa na haya yote nikuoneshayo, mfano wa maskani na mfano wa vyombo vyake vyote, ndivyo mtakavyovifanya. Ndio. Kwa hiyo Musa anapanda mlimani kuchukua zile amri 10 za Mungu, ambazo Mungu anamwambia njoo huku nitakupatia amri 10 ambazo mimi mwenyewe nimeziandika, yani ile sheria ya maadili. Lakini Musa alipofika kule mlimani, Mungu tena akamuonesha kitu kingine,
Akamwonyesha ramani ya hekalu la mbinguni vile ilivyo. Na akamwambia Musa, kwa hiyo ramani ya hekalu la mbinguni nataka ufanye sawa sawa na hivi ninavyokuonyesha huku mbinguni. Usikosee kitu hata kimoja, ukafanye hapo duniani ili mimi nipate kukaa katikati yenu. Hapo ndipo nitakapokuwa nikikutana na nini katika hilo hekalu ambalo mtanitengenezea. Ndipo nitakapokumbuka ndio baada ya hayo yote Musa anakuja anatengeneza hekalu ambalo lilikuwa ni mobile, lilikuwa likitembea jangwani. Lakini baadaye walipofika katika nchi ya Kanaani, hekalu hilo likaja likajengwa na Suleiman. Kumbe hilo hekalu eti ramani yake Musa aliipokea katika siku 40 ambazo alikuwa amekaa katika mlima pamoja na Mungu akizichukua zile amri 10, yani ile sheria ya maadili. Hebu twende mbele tuone anasemaje. Katika fungu la 9 anasema, sawa sawa na hayo yote nikuoneshayo, mfano wa maskani na mfano wa vyombo vyake vyote, ndivyo mtakavyovifanya. 10. Nao na wafanye sanduku la mti wa mshita, urefu wake na uwe dhiraa 2.5 na upana wake dhiraa 1.5 na kwenda juu kwake dhiraa 1.5. Kwa pia Mungu anamwambia afanye pia sanduku la mti wa mshita. Ndio fungu la 16 anasemaje? Fungu la 16, kisha tia ndani ya sanduku huo ushuhuda nitakaokupa. Eti kumbe ule ushuhuda, zile amri 10 za Mungu, yani mbao 2 za mawe ambazo Mungu mwenyewe aliziandika kwa kidole chake. Biblia inaita ni ushuhuda. Anasema huo ushuhuda autie katika lile sanduku ambalo Musa atalifanya sawa sawa na alivyoonyeshwa katika ramani pale katika ule mlima, sawa sawa na alivyoonyesha katika hekalu la mbinguni ambapo lipo. Kwa Musa alichukua ramani sawa sawa na hekalu la mbinguni, anatengeneza hilo sanduku na ndani ya sanduku anatia ule ushuhuda, yani amri 10 za Mungu, Twende mbele 19 anasemaje? Fungu la 19 anasemaje? Kutoka hiyo 25, 19 anasemaje? Weka kerubi mmoja mwisho mmoja na kerubi la pili mwisho wa pili. Fanya hayo makerubi ya kitu kimoja na kitu cha rehema, mwisho huku na mwisho huku. Na fungu la 22 anasemaje? Fungu la 22, nami nitaonana nawe hapo na kuzungumza nawe pale nilipo juu ya kiti cha rehema, katikati ya hao makerubi wawili yaliyo juu ya sanduku la ushuhuda, katika mambo yote nitakayokuagiza kwa ajili ya wana wa Israeli. Ndio. Kwa hiyo Mungu anamwambia pia atengeneze kiti cha rehema, ambacho hicho kiti cha rehema huku utakuwa na kerubi na huku utakuwa na kerubi. Hicho kiti cha rehema eti kitakuwa juu ya sanduku la agano, juu ya hilo sanduku ambalo Musa atalitengeneza. Na ndani ya hilo sanduku ndimo ambapo anaweka ule ushuhuda, yani zile amri 10 za Mungu. Kumbe amri 10 za Mungu juu yake ndipo penye kiti cha rehema cha Mungu. Maana Musa, kumbuka, anafanya hayo yote sawa sawa na hekalu la mbinguni vile lilivyo. Musa anatengeneza kwa ramani ya hekalu la mbinguni, lakini hapa duniani. Twende mbele kidogo. Fungu la 40 anasemaje? Fungu la 40 anasema, nawe angalia ya kwamba uvifanye kama mfano wake ulioonyeshwa mlimani. Kwa Mungu anazidi kusisitiza kwamba Musa, usikosee kitu chochote. Fanya kama ambavyo nimekuonesha huku kwenye hekalu la mbinguni, fanya hivyo hivyo hekalu la duniani. Usikosee kitu hata kimoja. Kwa vile ambavyo hekalu la duniani litakuwa, ndivyo ambavyo hekalu la mbinguni ndivyo ambavyo hekalu la mbinguni lipo. Twende mbele kidogo. Kutoka 32:15 na 16 Biblia inasema nini? Kutoka 32:15 na 16 anasema nini? Baada ya Musa kuwa ameonyeshwa hayo yote, amechukua zile amri 10 za Mungu, amechukua na ile ramani, anasema basi Musa, kutoka 32:15 anasema basi Musa akageuka akashuka katika mlima na zile mbao 2 za mawe mkononi mwake, ambazo ziliandikwa pande zote 2, upande huu na upande huu ziliandikwa. Anasema 16, na zile mbao zilikuwa kazi ya Mungu, nayo maandiko yalikuwa maandiko ya Mungu yaliyochorwa katika zile mbao. Kumbe ni Mungu mwenyewe ndiye aliyeandika. Kwa katika Biblia hii nzima tunayosoma, kumbe ni sehemu tu moja ambayo Mungu mwenyewe ameandika kwa kidole chake, ni katika zile amri 10 za Mungu. Maandiko mengine yote hayo Mungu alikuwa anawavuvia watu, wanaandika kwa uelewa wao, kwa vile ambavyo wanaelewa kulingana na jamii walizokuwa wakiishi na elimu zao na nini, wanaweka wazi maneno ya Mungu. Lakini ilipokuja kwenye swala la amri 10 za Mungu, eti Mungu mwenyewe aliziandika kwa hekima yake, yeye mwenyewe kwa kidole chake. Mungu mwenyewe aliziandika. Hakuruhusu mtumishi wake yoyote aziandike. Sikia, Musa anaposhuka kutoka mlimani akiwa na zile mbao 2 za mawe na ile ramani ya hekalu, anapofika chini anasemaje? Hata alipoyakaribia, kutoka 32:19, hata alipoyakaribia malago akaiona ile ndama na ile michezo,
Hasira ya Musa ikawaka, akazitupa zile mbao mikononi mwake, akazivunja chini ya mlima. Sikia, wakati anashuka kutoka kwenye ule mlima, Musa anafika pale, maana kule kumbuka amekaa siku 40, alikuwa amefunga siku 40, hali wala hani mchana wala usiku, na anaposhuka anakuta watu wakiabudu ndama. Siku 40 walijisahau, wakafikiri Musa pengine amepotea, maana tumaini lao lilijengwa kwa Musa, hawakujenga tumaini lao kwa Mungu, na kwa sababu walikuwa wamezoea kuona Mungu anayeonekana. Sasa Musa walikuwa wakimuona hayupo, wala Mungu wa mbinguni hawamuoni wala hawasikii sauti yake, wakaamua kutengeneza ndama, yaani mungu wa ndama, kama ambao walikuwa wakimwabudu kule Misri walipokuwa wakimuona. Kwa hiyo wakafanya hivyo naye Haruni kwa sababu ya kuogopa watu, kama pengine wanaweza wakamtendea jambo lililokuwa baya, maana wameungana katika jambo moja, naye akakubaliana katika uovu wao. Musa anashuka, anakuta wakiabudu ndama. Hasira yake ikawaka, maana ametoka kukutana na Mungu aliye mtakatifu, ana utukufu. Hasira yake ikawaka, ilipowaka akazitupa zile mbao mbili chini, zikapasuka. Sikia Mungu alichomwambia Musa baada ya zile mbao mbili kupasuka. Sikia Mungu alichomwambia Musa. Twende katika Kutoka 34:1. Kutoka 34:1 Biblia inasema, kisha Bwana akamwambia Musa, chonga mbao mbili za mawe mfano wa zile za kwanza, nami nitaandika juu ya mbao hizo maneno yayo yaliyokuwa juu ya mbao za kwanza hizo ulizozivunja. Narudia tena. Kisha Bwana akamwambia Musa, chonga mbao mbili za mawe mfano wa zile za kwanza, nami nitaandika juu ya mbao hizo maneno hayo yaliyokuwa juu ya mbao za kwanza hizo ulizozivunja. Ndio. Kwa hiyo Musa amezivunja zile amri 10 za Mungu. Lakini bado Mungu hakumwambia Musa aziandike. Maana Musa alikuwa amezishika, alikuwa anazijua. Alikuwa anajua kabisa yale maagizo ya Mungu ambayo Mungu aliandika kwenye zile mbao. Alikuwa ameandika kichwani, anajua. Lakini wakati huo amezivunja, Mungu akamwambia, hapana Musa, ndio najua umekalili, ndio najua unayajua, lakini hutaandika. Chonga tu mbao. Chonga tu hivyo vibao vya mawe, njoo huku mlimani. Mimi mwenyewe nitaziandika tena kwa mkono wangu kama ambavyo nimeandika mara ya kwanza. Kuonesha vile ambavyo amri za Mungu ni takatifu, kama vile ambavyo Mungu ni mtakatifu. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza akawa na utakatifu sawa na amri 10 za Mungu, sawa na tabia ya Mungu, isipokuwa Mungu mwenyewe. Kwa hiyo sisi tunafanya kufanana na Mungu, lakini hatujawa wakamilifu kama Mungu. Bado hatujafikia hiyo level. Kwa ndio Musa anakuja, anachonga zile mbao tena, anaenda mlimani. Anakaa tena siku 40 tena mlimani, na Mungu anaandika tena. Kutoka 34:28 anasemaje? Naye alikuwa huko pamoja na Bwana siku 40 na masiku yake, hakula chakula wala kunywa maji, naye akaandika katika hizo mbao hayo maneno ya maagizo, hizo amri 10. Kwa Biblia inaweka wazi hizo amri 10 Mungu aliziandika mwenyewe tena mara ya pili baada ya Musa kuzivunja. Na Biblia iko wazi. Kwa nini Mungu anaweka msisitizo kwenye kwamba ni amri 10? Mungu alijua huko mbele watu watakuja kufanya ubadilifu, watakuja kutaka kuzibadilisha hizi amri. Akaamua kuziweka wazi kwamba amri zake yeye alizoziandika ziko 10 tu. Kwa hakuna namna ambayo mwanadamu anaweza akafanya kubadilisha. Mungu alishasema wazi amri zake ziko 10 ambazo yeye mwenyewe aliziandika kwa mkono wake, kwa kidole chake, kwenye mbao mbili za mawe, kuonyesha kwamba hizo ni za kudumu, hizo ni za milele, hakuna siku zitapotea, maana zipo kwenye mawe. Kilikuwa ni kielelezo tu, Lakini tukumbuka haya yote Musa anayoyafanya, yote haya amri 10 kutengeneza sanduku, amri 10 hizo kuziweka ndani ya sanduku, hayo yote alikuwa anayafanya sawa sawa na alivyoonyeshwa katika hekalu la mbinguni, Twende mbele. Tuone. Utakumbuka huduma ya upatanisho ilikuwa ikifanyika katika ile hekalu ambalo Musa alikuja kulitengeneza hapa duniani, na kuhani alikuwa akiingia mara moja kwa mwaka, patakatifu mno. Maana kulikuwa na vyumba viwili, patakatifu pa kawaida na patakatifu mno. Patakatifu pa kawaida zilikuwa ni huduma zinafanyika kila siku, asubuhi na jioni walikuwa wakitoa kafara, lakini na sehemu ya damu yake ilikuwa ikichukuliwa inaenda na nyinyizo kwenye pazia ambayo ilikuwa inatenganisha patakatifu pa kawaida na patakatifu mno. Na mara moja kwa mwaka kwani mkuu alikuwa akiingia katika hekalu ili kupatanisha taifa zima na Mungu kwa dhambi za mwaka mzima walizozitenda. Na huyo kuhani, utakumbuka, walikuwa wanatayarishwa mbuzi wawili, mbuzi wa Bwana na mbuzi wa Azazeli. Mbuzi wa Bwana alikuwa anachinjwa, akishachinjwa damu yake ilikuwa inachukuliwa, inaenda inanyunyizwa juu ya kiti cha rehema, kufanya upatanisho wa taifa hili kwa mwaka mzima, dhambi ambazo wamezitenda. Na
Damu hiyo ilikuwa inanyunyizwa wapi? Juu ya kiti cha rehema. Juu ya kiti cha rehema chini yake palikuwa na nini? Chini yake palikuwa na sanduku la agano. Ndani yake kulikuwa nini? Ndani yake kulikuwa na amri 10 za Mungu. Kwa kusema hiyo, kuhani alikuwa anatupatanisha au alikuwa anawapatanisha taifa la Israeli dhidi ya uvunjifu wa amri 10 za Mungu na kiti cha rehema cha Mungu. Ndio alikuwa anafanya. Na alipokuwa akitoka pale, kuhani alikuwa yeye ndiye amebeba dhambi za taifa zima, maana dhambi zilikuwa ziko mle katika kile chumba, kwa sababu kila siku zilikuwa zinawekwa mle kwa damu ilivyokuwa inanyunyizwa katika ile pazia moja inatenganisha chumba cha patakatifu kawaida na patakatifu mno. Kwa dhambi zilikuwa zinabaki mle hekaluni kwenye chumba cha patakatifu mno. Kwa kuhani alipokuwa akiingia mara moja kwa mwaka, alikuwa akibeba dhambi za taifa zima. Alipokuwa akitoka na amekwisha nyunyiza damu kwenye kiti cha rehema ambapo chini yake pana amri 10 za Mungu, alikuwa anaenda anaweka mikono yake kwenye mbuzi wa Azazel. Maana mbuzi wa Azazel alikuwa uawi, anawekwa pale, baadaye anachukuliwa na mtu anapelekwa nyikani, porini huko, anafia huko. Kwa nini? Kwa sababu mbuzi wa Azazel alikuwa anawakilisha shetani, na mbuzi wa Bwana alikuwa anachinjwa kwa damu yake kwenda kunyunyizwa kwenye kiti cha rehema dhidi ya uvunjifu wa amri 10 za Mungu, alikuwa akimwakilisha Yesu Kristo ambaye Yohana 1 anasema hivi. Twende tusome Yohana 1:29 anasemaje? Yohana 1:29. Yohana 1:29. Yohana 1:29 anasema, siku ya pili yake ameona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Yes, kwa hiyo kilikuwa ni kielelezo ambacho kilikuwa kinafanyika vile ambavyo kuhani mkuu alikuwa akichukua dhambi za taifa zima kuwakilisha vile ambavyo Yesu Kristo atabeba dhambi za ulimwengu wote, Na kama vile ambavyo alikuwa akitoka anaenda anaweka juu ya mbuzi wa Azazel, hata sasa Yesu anahudumu katika hekalu la mbinguni. Tutaona huko mbele, anahudumu katika hekalu la mbinguni akichukua dhambi zetu zote, dhambi za ulimwengu mzima. Naye atatoka kwenye ile hekalu, ataenda ataweka juu ya shetani, ataziweka hizo dhambi juu ya shetani, na kwa kufanya hivyo upatanisho utakuwa umekamilika. Ya kwamba sasa waovu wote waliotubu dhambi zao amezibeba nani? Amezibeba shetani. Maana sasa anazibeba Yesu, lakini wakati utafika naye Yesu ataenda atamtwisha nani? Atamtwisha shetani. Kwa kile kielelezo ambacho kwa kifanyika pale cha kuhani kunyunyiza damu kwenye kiti cha rehema, ndicho ambacho Yesu Kristo anakifanya sasa hivi. Ya kwamba na Yesu Kristo kwa damu yake iliyomwagika msalabani ndivyo anapotupatanisha sisi na Mungu dhidi ya uvunjifu wa amri 10 za Mungu. Kwa Mungu anapatanishi sisi. Yesu anapatanishi sisi na Mungu dhidi ya kitu kingine chochote isipokuwa kwa sababu tumevunja amri 10 za Mungu. Na ndio maana kuhani alikuwa ananyunyiza damu kwenye kiti cha rehema ambacho chini yake palikuwa na amri 10 za Mungu. Na utaweza kuona tu ya kwamba watu fulani wanasema ya kwamba unajua amri 10 za Mungu hazipo. Eti kwa sababu Yesu Kristo alikuja alikufa, kwa hiyo sasa amri 10 hazipo, tunaishi tu kwenye neema. Kwa sababu hiyo hatuwezi kuzishika amri 10 za Mungu. Lakini Biblia iko wazi kwamba kifo cha Yesu Kristo hakikuja kuondoa sheria au amri 10 za Mungu. Yesu mwenyewe anasema katika Mathayo 5:17 ya kwamba sikuja kutangua Torati wala manabii, bali nilikuja kutimiliza. Kwamba Yesu alikuja kufanya kile ambacho Torati ilikuwa inataka akifanye. Maana Torati ilikuwa inataka mwanadamu afe kwa sababu amevunja sheria ya Mungu. Maana Biblia inasema katika Warumi 6:23, maana mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Kwa hiyo kwa sababu mwanadamu alifanya dhambi, alikuwa anastahili nini? Kifo. Kwa hiyo Yesu Kristo alikuja kutimiliza kile ambacho sheria ilikuwa inakitaka, ya kwamba mwanadamu anapaswa kufanya nini? Kufa, anapaswa kuja kufa. Hebu tusome Isaya 42:21 anasemaje? Isaya 42:21. Isaya 42:21 anasema, Bwana akapendezwa kwa haki yake kuitukuza sheria na kuiadhimisha. Bwana akapendezwa kwa haki yake kuitukuza sheria na kuiadhimisha. Ndio, Yesu Kristo alipendezwa kwa haki yake kuitukuza sheria, ya kwamba yuko tayari afe kwa haki yake, ili sisi tupate haki yake, ambayo hiyo haki tulikuwa hatustahili kwa sababu sheria ilikuwa inataka tufe, maana tumevunja sheria ya Mungu na mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Kwa hiyo Yesu Kristo alichokuja kufanya sio kuondoa sheria, hapana, ni kuitukuza sheria, kuonesha kama vile ambavyo sheria haiwezi kubadilika. Sheria inataka mtu afe, sheria haiwezi kubadilika. Sheria iko pale, inataka mtu afe. Kwa hiyo nani atakufa? Badala ya sisi kufa, afe Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu hakuja kuiondoa sheria, ila alikuja kulipa deni lililokuwa linatakwa na sheria. Maana sheria inataka huyo mtu afanye afe. Kwa hiyo Yesu alikuja kufa sehemu yetu hii sisi, akaiadhimisha na kuitukuza sheria, sio kuiondoa sheria. Just imagine mpaka Yesu anaacha uungu mbinguni, anaacha heshima alikuwa akiabudiwa na malaika, utukufu alikuwa nao pamoja na Baba mbinguni, anaacha vyote hivyo. Anakuja duniani anafanyika kama mwanadamu,
anaishi maisha ya shida, ya kimaskini, hana hata nyumba, hana mavazi. Inafika wakati huo anakufa msalabani kwa niaba yetu, kwa sababu ya kuiadhimisha sheria yake, kuonesha vile ambavyo sheria yake ni takatifu, na kwamba sheria yake ni ya milele, haibadiliki. Siku zote itataka fidia kwa mkosaji, siku zote. Na kwa sababu hiyo, safari hii amekuja kutulipia ile deni ambayo sheria ilikuwa inatudai, deni la mauti, deni la kifo. Kwa kufanya hivyo, Yesu Kristo alikuja kuiadhimisha na kuitukuza sheria yake, na kuitukuza sheria yake. Kwa hiyo sheria siku zote haituokoi. Sheria ni kweli haituokoi. Sheria siku zote inatushtaki, inatuhukumu kwa kuivunja. Kama hapo umevunja, Mungu alisema usifanye hiki, wewe umefanya. Sheria siku zote inatuhukumu. Sheria siku zote inatuhukumu, haituokoi. Lakini sheria inatuonesha dhambi, ya kwamba hili ni kosa, usifanye. Hili ni kosa, usifanye. Twende Warumi 7:7. Warumi 7:7 anasemaje? Warumi 7:7 anasemaje? Warumi 7:7 anasema, tusemeje basi, torati ni dhambi? Hasha! Walakini singalitambua dhambi ila kwa sheria, kwa kuwa singalijua kutamani, kama torati isingalisema usitamani. Kwa hiyo anasema tusingetambua dhambi ila kwa sheria ya nani? Ya Mungu. Kwamba sheria ya Mungu iko pale, ndio inayotuonyesha dhambi. Kwamba kufanya kinyume na sheria ya Mungu, hiyo ndio dhambi. Kufanya kinyume na sheria ya nani? Ya Mungu, hiyo ndio dhambi. Kwa hiyo torati iko pale kutuonesha sisi nini? Kutuonesha sisi dhambi. Lakini sheria haituokoi, inatuonesha dhambi. Na ukifanya dhambi inakushtaki, maana mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Anayetuokoa ni nani? Anayetuokoa ni Yesu Kristo. Anasema maana, Warumi 6:23, kwa maana karama ya Mungu ni uzima wa nini? Wa milele. Karama ya Mungu ni uzima wa milele, Kwa hiyo sheria kazi yake ni kutuonesha dhambi. Na kisha tuonesha dhambi inafanyaje? Inatusaidia kwenda kwa Kristo. Inatupeleka kwa Kristo ambaye anaweza akatusamehe, anaweza kutuondolea hizo dhambi kwa Kristo. Hebu tusome Wagalatia 3:24 anasemaje? Wagalatia 3:24 anasemaje? Wagalatia 3:24 anasemaje? Wagalatia 3:24. Wagalatia 3:24 anasema, hivyo torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo ili tuhesabie haki kwa imani. Kwamba torati ikishakuonesha kwamba wewe ni mdhambi, wewe unastahili kufa, inakupeleka kwa Kristo, inakuonesha kwamba sasa wewe hufai, wewe mwenyewe huwezi kujitakasa, wewe mwenyewe huwezi kujiokoa, wewe tu ni wakufa, maana unastahili kufa kwa sababu umevunja sheria ya Mungu. Basi unaenda kwa Kristo kwa sababu unajiona ni mkosefu kwa sababu umevunja sheria ya Mungu. Kwa hiyo torati inakuwa kiongozi kukupeleka kwa Kristo ili uhesabiwe haki kwa njia nini? Ya imani, kwa sababu ya kitu ambacho Yesu Kristo alikifanya, kufa kwa niaba yako kwa sababu ya uvunjaji wa sheria ya Mungu, Kwa hiyo kumbe sheria ya Mungu inatuongoza kwenda kwa Kristo. Unapojiona wewe ni mdhambi kwa sababu umevunja sheria ya Mungu, ndivyo unavyoona uhitaji wako wa kwenda kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo ukisema kwamba sheria ya Mungu haipo, ni kusema kwamba wewe sio mdhambi, maana hujaivunja, maana huna dhambi yoyote. Ungejuaje dhambi kama tungelitambaje dhambi isipokuwa kwa sheria? Kwa hiyo tunatambua dhambi kwa sababu ya sheria ya Mungu. Kwa hiyo kusema sheria ya Mungu haipo, maana unasema wewe dhambi huna, hakuna sehemu ulipovunja sheria ya Mungu. Kwa hiyo wewe hauna dhambi. Kama hauna dhambi, maana unahitaji Kristo. Na kile ambacho Yesu Kristo alikifanya wewe kwako unaona ni kilikuwa cha bure, ulikuwa ni upumbavu tu. Lakini ukitambua kama sheria ya Mungu ipo, utaona kumbe sheria ya Mungu kama ipo, sisi ni wadhambi kwa sababu tumevunja sheria ya Mungu. Na kwa sababu sisi ni wadhambi kwa sababu tumevunja sheria ya Mungu, hatustahili wokovu isipokuwa kwa njia ya nani? Yesu Kristo. Kwa hiyo tunahesabiwa haki kwa imani kwa njia ya Yesu nani? Kristo. Lakini sisi wenyewe tunahesabiwa hatia kwa sababu tumeivunja sheria ya Mungu. Ila tunapoenda kwa Yesu Kristo tunahesabiwa haki kwa njia ya nini? Ya imani. Kwa sheria ilikuwa kiongozi kutuleta kwa nani? Kwa Kristo ili tuhesabiwe nini? Tuhesabiwe haki. Utakumbuka ya kwamba tumesoma lile fungu la kwanza, yule jamaa mtu tajiri anamwambia Yesu ya kwamba anataka kurithi uzima wa milele, afanye nini? Yesu anamwambia zishike amri. Na tumeona vile ambavyo amri ni za muhimu kwa sababu ziandikwa na Mungu mwenyewe kwa kidole chake. Na kwamba amri za Mungu zinatuonesha dhambi. Zikituonesha dhambi zinatuongoza kwenda kwa Kristo kwa sababu sisi ni wadhambi tumezivunja. Na Kristo anatusamehe, anatusaidia. Lakini amri zenyewe hazituokoi. Kazi ya amri ni kutuonesha dhambi. Ukisema kwamba amri za Mungu hazipo, maana yake na dhambi pia haipo, Na kwamba amri za Mungu ni takatifu kwa sababu amri za Mungu zinaonesha tabia ya Mungu ilivyo takatifu. Na ndio maana Musa hakuruhusiwa kuiandika sheria ya Mungu wala malaika wengine wowote, kwa Mungu aliandika yeye mwenyewe kwa kidole chake. Twende hili fungu la Ufunuo
Tutaje fungu la Ufunuo 11. Ufunuo 11:19. Ufunuo 11:19 maandiko yanasema, kisha hekalu la Mungu lililoko mbinguni likafunguliwa, na sanduku la agano lake likaonekana. Ndani ya sanduku lake kukawa na umeme na sauti na radi na tetemeko la nchi na mvua ya mawe nyingi sana. Narudia, kisha hekalu la Mungu lililoko mbinguni likafunguliwa, na sanduku la agano lake likaonekana ndani ya hekalu lake. Kukawa na umeme na sauti na radi na tetemeko la nchi na mvua ya mawe nyingi sana. Nabii wa Mungu Yohana katika kitabu cha Patmos aliona hekalu la Mungu mbinguni, lile ambalo Musa aliliona katika Kutoka, na akafanya mfano wake sawa sawa na hekalu la mbinguni katika kielelezo cha hapa duniani. Na anasema alipoliona huyu nabii wa Mungu hekalu lililoko mbinguni, eti ndani yake hekalu aliona lile sanduku, na ndani ya sanduku kuna amri 10 zile za Mungu, ikiwemo na amri ya Sabato. Maana zile amri 10 za Mungu zipo katika Kutoka 20, zimeelezwa kuanzia mstari wa kwanza. Kutoka 20 kuanzia mstari wa kwanza. Kutoka 20 kuanzia mstari wa kwanza. Kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 17 zimeelezwa amri 10 za Mungu, na Kutoka 20 mstari wa 8 hadi 11 ni amri ya 4 ya Sabato. Kwa hizi amri 10 za Mungu kiwemo na amri ya Sabato ziliandikwa kwa kidole chake Mungu mwenyewe, na zipo kwenye hekalu la mbinguni ndani ya sanduku la agano la Mungu, hekalu mbinguni. Kwa hiyo ukitaka kuziondoa amri 10 za Mungu, kaanza kwanza kuziondoa mbinguni, kaziondoe kwanza mbinguni, maana ukiziondoa hapa duniani bado zinabaki kwenye hekalu la mbinguni, zimo ndani mle. Leo wanadamu wanahangaika kuzibadilisha hizi amri 10 za Mungu, wanaikataa Sabato ya Mungu, lakini pia wanabadilisha na amri nyingine, kutoka kama amri ya pili ya kuto kujifanyia sanamu, watu wanaiondoa kabisa, haipo. Tutaona hapo mbele. Maana nisema hili somo linafanana na somo lile la kwanza. Maana aliyeondoa Sabato ndio huyo aliyebadilisha amri 10 za Mungu. Tutaona hapo mbele. Hebu ngoja tusome kwanza Danieli 7:25 anasemaje? Danieli 7:25 anasemaje? Danieli 7:25 anasemaje kuhusiana na kubadilisha amri za Mungu? Je, nabii wa Mungu Danieli aliona nini? Mbolezo Ezekieli, Danieli anasemaje? Nabii wa Mungu Danieli 7:25 anasemaje? Danieli 7:25 anasemaje? Sikia, anaongelea katika kubadilisha amri 10 za Mungu. Anasema, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Sikia, huyu utawala huu utanena maneno kinyume chake aliye juu. Mtu huyu atanena kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, na watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Kwamba eti utakuja wakati ambapo yupo mtu, upo utawala ambao utabadilisha amri 10 za Mungu pamoja na majira. Anasema nabii wa Mungu aliona watajaribu kubadilisha amri 10 za Mungu. Watanena maneno kinyume chake leo. Maana Mungu alisema maneno haya, akasema kusoma 20 mwanzo. Hebu ngoja tusome kutoka 21 anasemaje? Kutoka 21 anasemaje? Wao wanasema watanena kinyume chake aliye juu. Ufalme huo utanenda kinyume chake aliye juu. Lazima kubadili majira na sheria katika Danieli 7:25. Katika Danieli 20 anasema Mungu akanena maneno yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako. Amri zinazoanza kutaja Mungu anasema, Mungu akasema, mwenyewe Mungu akasema. Lakini huko anasema huu utawala utanenda kinyume chake aliye juu. Mungu anasema hivi, wenyewe ukaenda unasema hivi. Aliposema usifanye sanamu ya kuchonga, wao watatoa kile kipengele. Inaposema kumbuka siku ya Sabato, wao watatoa, watasema shika kitakatifu siku ya Bwana. Watabadili majira na sheria. Tutaenda kuangalia, vitabu viko wazi, vitatueleza pale. Tunarejea, tuna bustani ya katekista, tutasoma na katekisimu, tutaona ukweli uko wapi. Je, ni nani aliyebadilisha Sabato kwenda Jumapili? Ni nani aliyebadilisha amri ya Mungu? Utawala gani huu unaotajwa hapa ambao uliazimu kubadili majira na nini na sheria? Lakini kumbuka, hata ukibadilisha hapa duniani, bado kwenye Ufunuo inataja ya kwamba kuna hekalu liko mbinguni na ndani yake nabii wa Mungu aliona sanduku la agano. Na ndani ya sanduku la agano zipo amri 10 za Mungu. Kwa hiyo hata ukibadilisha hapa duniani amri 10 za Mungu, ukazibadilisha vile unavyotaka, bado zinaendelea kubaki mbinguni, na hizo ndizo zitakazotumika katika kumhukumu mwanadamu yeyote yule. Twende katika Mhubiri 12:13. Anasemaje? Mhubiri 12:13. Kwa kubadilisha amri 10 za Mungu ni kujisumbua tu. Baada ya kuangalia kubadilisha amri 10 za Mungu, angalia kuwa mtii, kuzitia amri 10 za Mungu. Maana Yesu alisema
ukitaka kuingia mbinguni, ukitaka kupata uzima wa milele, basi zishike amri za Mungu. Zishike amri za Mungu. Nguvu kubwa itumie katika kuzishika amri 10 za Mungu zilizoandikwa kwa kidole chake Mungu mwenyewe, sio kujaribu kuzibadilisha wala kuzikataa. Maana hata ukizikataa ndizo zitakazotumika kuhukumu, ndizo zitakazotumika kunihukumu, lakini bado ziko mbinguni kwenye hekalu la Mungu, kama ambavyo nabii wa Mungu anasema katika Ufunuo. Hebu twende tuangalie kitabu cha Mhubiri. Kitabu cha Mhubiri. Kitabu Mikali, Mhubiri hapa anasemaje? Mhubiri 12:13 anasema. Mhubiri 12:13 anasema, hii ndio jumla ya maneno yote tumekwisha yaongea. Hii ndio jumla ya maneno yote tumekwisha sikiwa. Mche Mungu na uzishike amri zake. Mche Mungu na uzishike amri zake. Ndio jumla ya maneno yote. Tukiongea maneno mengi kiasi gani tukayasummarize kwamba Bwana mche Mungu, lakini nawe uzishike amri zake. Unasema wewe ni mche Mungu, wewe ni mcha Mungu, na mcha Mungu, basi zishike amri za Mungu. Bosi kama mcha Mungu alafu zishike amri za Mungu. Mcha Mungu yoyote anazishika amri za Mungu zilizoandikwa kwa kidole chake. Anasema maana kwa jumla ndio ipasao mtu. Kwa jumla yote mtu anatakiwa tu kutii amri za Mungu. Na ndio maana Yesu alimwambia yule kiongozi ya kwamba ukitaka kupata uzima wa milele basi zishike amri. Yesu alimwambia. 14, Mhubiri 12:14 anasema, kwa maana Mungu ataenda hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, ikiwa jema au ikiwa baya. Kwa sababu gani? Watu wamezishika amri za Mungu au hawajazishika amri za Mungu, basi Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, ikiwa jema au ikiwa baya. Kwa siku ya leo, rafiki mpendwa, ninakusihi uzitunze amri za Mungu. Ninakusihi ujifunze kwa kina kuhusiana na amri 10 za Mungu. Hizi ni takatifu kama vile Mungu alivyo mtakatifu. Kifo cha Yesu Kristo kilikuja kudhihirisha utakatifu huo, na kwamba amri 10 za Mungu haziondoki, ni za milele, zitabaki kudai kile ambacho zinakitaka, kwa sababu mwanadamu amevunja amri 10 za Mungu au amevunja sheria ya Mungu, basi zinataka afe. Kwa Yesu Kristo anakuja kufa kwa sababu hiyo ya kutukuza sheria ya Mungu. Kama sheria ya Mungu inataka kile ninachokitaka, basi mimi nitafanya kwa niaba ya mwanadamu. Lakini hadi kuondoa sheria ya Mungu, Ufunuo 14:12 fungu la mwisho. Ufunuo 14:12 anasema, Ufunuo 14:12 anasema 14:12 anasemaje? Hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Ufunuo 14:12. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Ndio, Ufunuo 14:12 anataja watakatifu wanaosubiri kuja kwa Yesu mara ya pili, wanaokuwa wakisubiri katika changamoto mbalimbali, katika upinzani watakao kumbana nao, kuwa watii kwa Mungu. Anasema watu hao wakiendelea kubaki kuwa na subira, eti wanakuwa wakizitii amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Amri za Mungu hizo tumezisema, ziko amri 10 ikiwa na amri ya Sabato, lakini pia amri hizo 10 ni za milele, hazibadiliki. Lakini pia anasema na imani ya Yesu, yale aliyofanya Yesu, vile alivyoishi Yesu, watu hawa wataishi kama Yesu alivyoishi. Yesu tulisema katika Luka 4:16 alitunza Sabato kama amri ya Mungu. Yesu alitunza Sabato kama amri ya Mungu, na mitume wake pia walitunza Sabato. Kwa huyu mtu leo ambaye anasubiri kuja kwa Yesu mara ya pili katika kizazi hiki cha leo, na anasema mimi ni mtakatifu, basi inampasa huyo azishike amri za Mungu na imani ya Yesu. Kwa hiyo amri za Mungu, rafiki, hazibadiliki. Ni za Mungu, ni kipimo cha watakatifu. Baada ya kugombana kwa hiki kuziondoa, gombana kuzitii. Mwambie Mungu akusaidie kuzitii. Siku ya leo napenda kukukaribisha sana. Tutakuwa tukiendelea kujifunza tena masomo mengine. Wiki ijayo sasa tutaangalia aliyebadilisha amri 10 za Mungu. Tutaangalia pia na aliyebadilisha Sabato ya Mungu ni nani. Tutajifunza. Aliyebadilisha amri 10 za Mungu na aliyebadilisha Sabato ya Mungu kinyume na Mungu. Na Mungu anasema nini ndio ubadilishaji huo wa sheria yake? Mungu anasema nini? Je, Mungu ameridhia? Je, Mungu amependa sheria yake ibadilike aliyoandika yeye mwenyewe kwa kidole chake ambayo iko kwenye hekalu la mbinguni? Je, amependa mwanadamu aibadilisha hapa duniani? Tutajifunza vizuri ya kwamba Mungu anasema nini na nani aliyebadilisha amri 10 za Mungu. Lakini siku ya leo ninakusihi kwa neno tulizojifunza kwamba uwe mtiifu, uwe mwaminifu kutii amri 10 za Mungu. Na siku ya leo tunapomalizia hili somo tufupi macho, tuombe Mungu atusaidie kwa watii katika amri zake. Tuombe. Tunakushukuru rafiki yetu Yesu kwa kuwa tumejifunza habari za utii kwa amri 10 zako. Na ulimwambia yule mtu ya kwamba anataka kupata uzima milele ni sharti azitii amri zako. Na umesema katika kitabu cha Yakobo ya kwamba amri zako si nzito. Tunafikiri amri zako ni nzito ni kwa sababu hatujataka kuzitii. Lakini pale tutakapotaka kuzitii tutagundua kwamba amri zako ni nyepesi, maana wewe mwenyewe ulizitii. Kama ni kutunza Sabato, wewe mwenyewe ulitunza Sabato.
Kwa mwenye mtunza Sabato. Na ulitii zile amri nyingine zote, uliowaheshimu wazazi na nyingine zote zile ulizitii. Tusaidie Yesu tuzitie amri zako. Maana amri zako ni tabia yako mwenyewe, haibadiliki kama vile ambavyo wewe kubadilika. Ni za milele, ni za milele. Tuombe Mungu tusaidie, Roho wako azidi kutufundisha siku hata siku. Msaidie na mtazamaji pia katika changamoto zake anazozipitia, lakini zaidi ya yote msaidie awe mtii. Msaidie awe mtii. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amina.